Wagwan, movie yetu ya leo inaitwa Mfalme wa Mapenzi. Mzigo unaanza na ugomvi hapa. Kuna mwamba amemfumania mkewe akiwa na mtunza bustani wake. Nitakupasua we mpuzi, nakwambia hivi, nitakuvunja leo. Niambie, mara ngapi umelala na mke wangu? Mke mwenyewe yupo katikati hapo anagombelezea ugomvi. Bosi, nisikilize bosi wangu, jamani. Bosi, madamu alisema kwamba niwe nalala naye kila siku ili usinifukuze kazi. Samani bosi, nisamehe sana. We, kila siku? Jamaa akarusha ngumi za kutosha hapo, huku anashangaa kwamba mkewe alikuwa analala na mtunza bustani kila siku. Ila mke yupo hapo kati anazuia zile ngumi. Yani wewe unalala na mke wangu kila siku, Jumapili mpaka Jumatatu? Mpuzi kabisa wewe. Nitakuonesha leo. Wewe unajua kulala na mke wangu? Subiri sasa. Mke mwenyewe alipomshinda akaitikia, Ndiyo mume wangu. Nampenda huyu mwanaume kuliko hata ninavyokupenda wewe. Na ni kweli nilala naye kila siku. Unasemaje wewe mwanamke? Unaniambiaje mpumbavu wewe? Ndiyo, kama ulivyosikia, nampenda kuliko wewe na nitamlinda. Huyu ni mwanaume wangu. Haya we. Huyu mwamba jina lake anaitwa Peter. Ni tajiri, ana pesa chafu sana. Ila siku zote alikuwa bize na kazi, kusafiri kwa sana, safari za kikazi. Lakini kumbe huku nyuma ya pazia, kila wakati ambao Peter anasafiri kikazi, mtunza bustani wake na yeye anaingia kazini kumla mke wake. Hakamla kweli kweli mpaka mke akapata mimba. Mapenzi ya mtunza bustani na mke alipozidi, Peter akagundua kuwa mkewe anachepuka. Ndiyo huu ugomvi sasa unaouona hapa. Mwishowe Peter akaamua kumfukuza mtunza bustani wake pamoja na mke wake. Wote akawatimua waondoke zao huko. Sasa baada ya miezi kadhaa kupita, jamaa amebadili kabisa mfumo wa maisha yake. Sasa hivi amekuwa playboy, mfalme wa mahaba, Kalumanzila wa mapenzi. Ana waganga warembo wa mjini kwa tungo tata zilizojaa ushawishi. Huyu jamaa hacheki na wanawake, anapita na yoyote yule kama kicheche tu. Ukisikia weka mbali na watoto, ndio huyu sasa. Leo Peter ametoka na dereva wake, wameingia mtaani. Lakini ghafla jamaa akaona kuna mrembo hapa, mweusi kama Cheusi Mangala, amesimama barabarani kwenye jua kali, anasubiri kibajaji cha Mbagala. Peter akamwambia dereva wake, paki gari hapo pembeni, tumsalimie mrembo kwanza. Dereva naye anaijua kazi yake kweli kweli, akashuka haraka na kwenda kumfungulia mlango bosi wake. Hapa anazidi kumuongezea pointi tu. Haiwezekani mrembo kama wewe umesimama barabarani hapa na jua linawaka hivi, alafu mimi nikupite tu. Jamaa ameanza kupiga mistari yake hapo. Mrembo akamjibu, excuse me. Peter akazidi kushindilia, hello mtoto mzuri, unaendeleaje? Niambie basi, jina lako nani? Mrembo akamjibu, niko poa, lakini jina hakulisema. Jamaa sasa akaanza uongo wake. Unajua, mara ya kwanza nilipokuona tu nikajua kabisa lazima nije nizungumze na wewe, na nilipoongea na wewe nikajua kabisa kwamba wewe ndio yule mwanamke ambaye nilikuwa namuomba Mungu kila siku, na leo Bwana wa mabwana amejibu maombi yangu, nimekuona mrembo. Mrembo aliposikia hizo swaga akataja kwanza jina lake. Jina langu naitwa Gift. Peter akampa mkono mrembo, halafu akamwambia, twende mahali fulani pazuri hapo, tukaendelea na mazungumzo yetu kwa utulivu kabisa, au unaonaje? Kwa maneno matamu ambayo huyu Kalumanzila wa mapenzi anayatema hapa, hakika mrembo Cheusi hakuweza kukataa, akajikuta anafuata tu kama mbuzi anaenda machinjioni. Akaingia ndani ya gari. Hiko ndicho kilichobakia baada ya kuachana na mke wake. Peter amegeuka Babu Juma, anakwarua kila mwanamke, anachovya huku na kule mpaka kwa bibi Paje. Japo Zuchu alishasemaga, utamaliza bucha, twazidiana ukubwa tu, nyama ile ile. Peter akambeba mrembo, akampitisha kwanza baa, hapo akamlisha supu ya mapupu na bia za kutosha. Halafu akaenda naye mpaka nyumbani kwake, waenda kuzungumza vizuri. Tunakuja huku upande wa pili, kuna hawa warembo wawili, watoto wa chuo hawa, wanaishi geto moja, lakini wanadhiki kinoma. Wazazi wao wapo kijijini huko, wanalipa ada kwa manati. Huyu cheupe jina lake anaitwa Ugoma, na huyu cheusi jina lake anaitwa Beatrice. Sasa leo warembo wanalalamikiana hapa, tutapata wapi pesa ya ada, na wiki ijayo kuna mitihani. Beatrice akauliza, kama vipi, si umpigie tu kaka yako umuombe hata pesa kidogo. Ugoma akamjibu rafiki yake, bro ana hela kwa sasa, anasubiri mpaka atakapolipwa na bosi wake.
Warembo bado wanachakata namna gani watapata pesa. Mwishowe wakashauriana kama vipi basi wajaribu kutafuta kazi ambayo itawapa pesa za kujikimu pamoja na kuweza kulipa ada. Sasa tunarudi kule upande wa pili kwa Peter. Jamaa baada ya kumpeleka mrembo nyumbani kwake, stori zao zikaishia kitandani. Baada ya muda, dereva akaingia chumbani kwa kunyatia hivi. Anamwamsha bosi wake. Bosi, amka bosi. Bosi akaamka. We, vipi? Mbona umeingia tu chumbani kwangu alafu hujagonga mlango? Na unajua niko na shemeji yako hapa. Bosi, sikia, Latifa amekuja. Yule mpenzi wako wa juzi pale amekuja, yupo hapo getini afu sijamfungulia mlango. Bosi alipoambiwa tu Latifa amekuja, chapu akashtuka, akamwamusha na yule mchepuko, akamlazimisha vae haraka ili aondoke. Yaani huyu Peter anafanya uni wake, ila mtu anayemkomboaga kwenye misala yake ni huyu dereva wake. Tunakuja huku nje, dereva kashaweka mambo sawa huko ndani, sasa ndio anakuja kufungua geti. Mama, Latifa mwenyewe huyo. Hakuna kama wewe. Wewe ndio first lady, second lady na third lady. Yaani wewe umemshika bosi wangu hachomoki kabisa. Latifa. Sasa Latifa baada ya kupewa sifa na dereva akachomoa noti kadhaa akampa dereva, huku anamwambia, yaani wewe ukinisifiaga tu kama hivi na kwa najua tu unataka nini. Ogopa mashemeji wewe, hao ndo wanajua kila kitu cha mpenzi wako. Latifa ameingia ndani, hawakukaa muda mrefu, jamaa akajiandaa anataka kwenda kazini. Lakini Latifa akamsimamisha hapa, alafu anamuuliza, baby, lini utaenda nyumbani kuwasalimia wazazi wangu? Angalau pia tukatambulishane tu. Ila mchizi anapiga chenga tu hapa, dana nyingi, mshenzi kabisa huyu. Sasa kama kawaida, Peter akiingia tu mtaani, macho yake yanakuwa juu kama vile bundi. Walipofika supermarket hapa kununua vitu, ghafla Peter akamwona crush wake wa zamani ambaye alimkataaga kwa kuwa tu mchizi alikuwa bado hajajipata. Wanatukumbusha sasa ilivyokuwa. Siku moja ilikuwa birthday ya huyu mrembo hapa, jina lake anaitwa Abigail. Peter akaenda kumpelekea zawadi ya soda. Mrembo akaifungua, halafu anaikuta soda. Akamwagia mchizi. Huku anamwambia, nenda katafute hela kwanza. Hemu niangalia mimi nilivyo na shepu. Wewe mwanaume maskini sana, una hadhi ya kuwa na mimi wewe. Jamaa alipata aibu sana hii siku. Sasa leo Peter si ndo amemuona yule demo ambaye alimkataaga, akamwagiza dereva wake, nenda akamwambia yule mrembo aje hapa, bosi anamuita. Dereva kama kawaida yake akaenda. Madam, bosi wangu anakuita pale. Yuko pale kwenye gari. Mrembo Abigaili alipoona gari tu, tena ni Mercedes, mrembo akaenda. Peter, umependeza jamani, na hili ni gari lako? Peter, umebadilika. Jamaa akamkumbusha tu Abigaili, mimi ndio yule wa kipindi kile, ila usijali, hata kama nina utajiri bado nakupenda tu. Mrembo alivyoambiwa hivyo tu akaingia kingi. Jamaa akamchukua mrembo kama kawaida yake, akampeleka mahali pa kuspendi pesa. Halafu akamwambia, nataka uende pale ndani ukachague kitu chochote kile unachokipenda, halafu twenzetu nyumbani tukaongee vizuri. Mrembo Abigaili akajiona yeye ndiyo yeye, akapewa na zawadi ya kadi ya kulipia yale matumizi yake. Humwambii kitu kabisa mrembo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, tunamuona Abigaili anaamka nyumbani kwa Peter. Hello baby. Jamaa akashtuka sana. We, baby wako nani hapa? Hafu we binti, mbona umevaa t-shirt langu? Abigaili akashangaa sana. Wewe, mbona umebadilika hivyo? Si tumelala wote tu hapo usiku kucha. Sasa hivi unanikataa au? Peter akamwambia mrembo, yaani wewe mwanamke unanishangaza sana. Yaani jana tu nimekununulia vitu na jana hiyo ukaamua kupanua mapaja yako. Mrembo akauliza, kwa hiyo Peter, umeninunulia vitu vyote vile, umenipamba ili mradi tu unikule, halafu unataka kuniacha unijui vizuri wewe. Peter akamjibu mrembo, ndiyo, ila ngoja nikukumbushe kitu. Kipindi kile nilipokuwa nakupenda, tena nakupenda kwa dhati, ila ukanikataa ukisema sina hela. Haya, leo hii nimezipata hela na mimi sikupendi na kukataa, ila nilikuwa nataka nikuonje tu. Abigaili kimemshuka. Mrembo akatoka kwa hasira kwenda kubeba vitu vyake ili aondoke. Sasa hapa nje bosi akawa ametulia na dereva wake. Wanapiga stori huku wanamsubiri Abigaili aje wamfungulie geti mrembo aondoke. Baada ya muda mrembo akaja. Peter, ninaondoka, ila naomba vitu vyangu nilivyonunua jana ili niondoke kwa amani hapa. Peter akamuuliza mrembo,
Vile vitu ulilipia kwa hela ya nani? Binti akajibu, kwa hela yako. Sasa kama ulinunua vitu kwa hela yangu, maana yake hivyo vitu ni vya kwangu mimi, sio vya kwako wewe. Ila kama unavitaka unaweza kuongea na dereva wangu hapa, atakufikiria kama atakupa au la, maana vipo kwenye gari. Dereva na yeye akajipandisha cheo. Bosi, kama anavitaka hivyo vitu sio shida, ila inabidi kwanza adeki humu ndani, asafishe hii nyumba, alafu asafishe na magari yote. Hapo ndo tutampatia. Abigaili kwa kuwa anavitaka vile vitu, basi mrembo akaanza kufanya usafi. Mkaguzi wake ni dereva. Umaskini huu. Mrembo akaenda kuosha mpaka magari yote ili tu apate vitu vyake. Siku iliyofuata Peter kama kawaida yake akaingia mtaani kwenda kuinda warembo. Ila safari hii jamaa akapita kwanza restaurant hapa apate chakula. Sasa akaja mhudumu. Huyu binti ndiyo yule Ugoma, mrembo wa chuoni. Jamaa alipomuona tu, si ndio akampenda sasa, akajua kuwa huyu naye ni mraisi kama wadada wengine. Akaanza kwa kumshika matako kwanza. Bibie akarusha kerubu moja nzito ikampata jamaa usoni. Halafu akamwambia, we mpuuzi nini? Ole wako unishike tena, na ukiendelea nitakuzabua zaidi. Peter hakuelewa kilichotokea, inakuwaje amepigwa kofi zito na mwanamke. Jamaa akainuka pale na kutoka nje, halafu anamwambia dereva wake, tuondoke hapa, wahudumu wajinga sana. Wakapanda gari na kusepa. Walipofika nyumbani, dereva anamuuliza bosi wake, bosi, mbona leo umekasirika sana? Yaani umeingia tu mule ndani umetoka una hasira, hujaongea hata vizuri na mimi. Peter akamwambia dereva wake, kuna mwanamke amenipiga kofi, kisa eti nimemshika matako tu. Sasa huyu mwanamke atanitambua. Dereva akamjibu, nani huyo amekupiga kofi bosi wangu? Inabidi tumtafute huyo binti, tushughulike naye. Peter akamwambia dereva wake, haina haja ya kugombana naye. Huyu mwanamke nitamtafuta, nitamtongoza, nitamfanya anipende, halafu nitamwacha vibaya vibaya kabisa. Dereva na yeye akashabikia tu. Bosi, huyo binti ukimpata unaipiga kwelikweli mpaka ichanganyikiwe, halafu unamtupa huko. Sasa Peter akaamua kumvalia njuga mrembo Ugoma. Siku iliyofuata akaenda tena pale mgawani, anajifanya kumuomba msamaha, lakini mrembo hakutaka kabisa kuelewa, akaondoka zake. Peter akajisemea mwenyewe moyoni, usijali mrembo, nitakupata tu. Jamaa akirudi nyumbani kwake, wanaanza kudiskasi na dereva wake, bosi, udemu hakikisha unampata, haiwezekani atusumbue kiasi hiki. Dereva hajajua tu demu gani anazungumziwa hapo, na wala hajamuona. Sasa bosi akamuuliza, oya, mbona leo unaonekana una mawazo sana? Dereva akamjibu, ujue bosi, dada yangu yuko chuo huko, ana majanga kinoma, hajalipa ada, na mimi hapa kama unavyoniona sina hela kabisa. Bosi akamwambia, usijali, nitakupa hela kidogo ili ukamlipie, haina shida. Sasa hapa kuna bomu linakuja kulipuka hapa, ngoja tuone na kuelekea. Sasa leo huku kazini, mrembo Ugoma amewekwa kitimoto na bosi wake. Anaulizwa, kwa nini unawapiga wateja wangu? Huoni kama unawafukuza? Mrembo akajitetea kuwa wateja wako walikuwa hawana adabu, wananishika makalio. Bosi katika kuelezea si ndo akajaribu kumshika, na yeye akapigwa kibao hapo. Bosi alipotaka kurudishia tu, Peter akatokea. Jamaa sijui ametokea wapi. Halafu akamzuia bosi. Hapo urafiki kati ya Peter na Ugoma ndio ukaanza sasa. Mrembo akamshukuru sana Peter kwa kumsaidia asipigwe na bosi wake, ila bibie tayari ameshafukuzwa kazi. Unampigaje bosi wako? Peter leo akapata nafasi ya kumbeba mrembo na kumpeleka mpaka magetoni anakoishi. Sasa aliporudi nyumbani kwake, dereva akaja anaulizia, oga, vipi leo? Umempata tena yule demu au? Bosi akamwambia, leo tumepiga hatua moja. Nimepata nafasi ya kumsindikiza magetoni kwake. Hatua inayofuata ni kujifanya mwema zaidi, ili nikimpata tu na chapa, halafu atakoma huyu mrembo. Dereva na yeye anamsifia bosi wake, nakujua wewe, najua tu utamtanua kwelikweli, yani kile kifo cha mende utaichapa kwelikweli. Bosi wangu wewe, vitu vyako adimu sana. Huku upande wa pili, Beatrice amerudi nyumbani, anamkuta rafiki yake yupo kitandani, amekaa na huzuni. Akamuuliza, wewe, shida nini leo? Mrembo akamwambia, nimefukuzwa kazi kwa sababu nimempiga meneja. Alipoulizwa kisa nini, mrembo akamjibu, bosi alinishika makalio, ndio maana nimempiga kibao. Basi Beatrice akajaribu tena kumpigia meneja ili kumwombea msamaha rafiki yake, ila meneja wala hakutaka, ameshafunga vioo.
Sasa mrembo amepoteza kazi na hana hela ya kupeleka chuoni ili kulipia ada. Siku zikaenda. Leo sasa Peter akaamua kuja tena nyumbani kwa Ugoma. Alikuja kumtembelea, lakini kwa bahati mbaya akamkuta Beatrice. Mrembo akamwambia, Ugoma hayupo hapa, ameenda kutafuta kazi. Jamaa akamwambia, okay, basi nitakuja wakati mwingine tena. Peter alipokuwa anaondoka, Beatrice akamstopisha, alafu akamwambia, sorry, naomba kama inawezekana basi umsaidie rafiki yangu aweze kupata kazi. Hali yake ya uchumi ni mbaya sana kwa sasa hivi, na hapa alipo hana hela kabisa ya kulipia ada ya chuo. Najua ampo karibu sana, lakini please naomba basi ujaribu hata kumwombea tu. Peter akaona hilo ni tatizo dogo sana kwangu, na pia huo ndio utakuwa mlango wa kumwingia huyo mrembo Ugoma. Baada ya muda mrembo Ugoma akarudi. Beatrice akampa pole ya kutafuta kazi, alafu akampatia zile pesa Naira 300,000 jumla. Ugoma akashangaa sana, hizi hela umezitoa wapi shoga yangu? Beatrice akamwambia, rafiki yako Peter alikuja hapa, alikuja kukusalimia, nikamwomba akusaidie kukutafutia kazi na pia nikamweleza matatizo yako ya ada ya chuo. Ugoma alikasirika sana, inakuwaje unamwelezea mtu matatizo yangu? Lakini akiangalia ule mzigo jinsi ulivyo mwingi na ukweli utaweza kumsaidia kulipa ada yake ya chuo, ikabidi awe mpole tu. Usiku ulipofika, mrembo akavuta waya, akampigia Peter. Alimpigia ili kumshukuru kwa kiasi cha pesa alichokitoa kitamsaidia kulipia ada pamoja na mambo mengine. Wakaongea sana. Peter akamwambia mrembo, nimeongea na marafiki zangu, kesho itabidi tukutane nikupeleke mahali fulani wakakufanyia interview kwa ajili ya kazi. Hili jambo lilimfurahisha sana Ugoma. Mrembo akaona hapa nimepata mtu. Siku iliyofuata kama kawaida, Peter akatimiza ahadi yake, akampeleka mrembo sehemu za kazi na baada ya muda akamrudisha nyumbani. Sasa tayari wameshakuwa marafiki wa kufa na kuzikana. Wakati wote wanaongea na simu tu, usiku, mchana wanaongea tu. Ila kumbuka huyu jamaa nia yake ni achape tu huyo manzi halafu akimbie. Sasa weekend ilipofika, Peter akamkaribisha mrembo aje nyumbani kwake na bila shaka Ugoma akakubali. Leo jamaa akavaa kama mpishi, anaandaa madikodiko kwa ajili ya mrembo Ugoma. Wakati huo dereva naye akaja, alikuja kuomba ruhusa, anataka kuondoka, anaenda kuonana na dada yake. Peter akamwambia, haina shida, leo mimi niko na mgeni hapa, wewe nenda tu ukaonane na dada yako. Ila dereva akamwambia, sitachelewa kurudi bosi, wala usijali, nenda tu kumpa hela ya ada halafu narudi. Baada ya muda Ugoma akaja maskani kwa Peter. Mrembo akamsifia sana, jamani, una bonge la jumba. Yani jumba lako ni la kifahari, linameremeta humu ndani. Wakati huo Peter anaongea kwa kodi tu, yani jamaa anahakikisha kile anachokiongea kitakuwa ni kizuri masikioni mwa mrembo Ugoma. Jamaa akamkaribisha mrembo mezani ili wapate chakula, lakini kabla hawajala wakashiba, Peter akaanza kutupa mistari yake kwa mrembo. Akamweleza, Ugoma, tangu mara ya kwanza nilipokuona sikuweza kujizuia. Mwenzio nimefall, nimezama, nimetumbukia, nimekufa, nimeoza kabisa kwenye penzi lako. Kila wakati na kuona wewe tu, natamani uwe wangu wa milele, nikifa nizikwe nawe. Mrembo akaweka mkono shavuni kwanza, maana amepigwa mistari iliyonyooka hapo mpaka mwenyewe ameelewa. Peter akavuta kiti cha mrembo karibu naye, hakutaka maelezo mengi, akamlamba busu mchongoko hapo. Kilichofuata ni mipinduko na midundiko ya pwani kwenye kitanda cha mbao. Baada ya muda mwendo ameumaliza, mrembo katetemeshwa miguu hapo kama jenereta bovu. Peter anamtazama huku anajisemea mwenyewe kimoyomoyo, we mshenzi, ulinisumbua sana, ila tayari nishamalizana na wewe. Shenzi nini? Sasa Peter akatoka huku nje, anaona dereva wake amerudi. Akamuuliza, wewe mbona umerudi mapema hivi? Jamaa akamwambia, aise, nimeenda hapo ila sister yangu sijamkuta, hayupo pale maskani kwake. Peter akamwambia, hamna shida, halafu ujue yule manzi nilichomfanya leo, mbona amejuta? Yani nimemchapa kwanza bao 2 za nguvu, saizi amelala tu hapo, halafu akiamka napiga zingine 2. Yani akitoka hapa nahakikisha amechanganyikiwa. Dereva anaitikia tu, bosi, najua wewe una hatari sana, superstar bosi. Peter anajisifia kweli kweli, yani ungemsikia alivyokuwa analia, anaomba nimuongezee, na mimi nilikuwa nachochea tu kama bilinasi vile. Sasa wakati wanaongea hapa, kumbe mrembo na yeye ameshatoka kule chumbani, amekuja huku nje, anawasikiliza tu wanavyomsema.
Kubwa kuliko jamaa yetu Peter akasema, yani huyu demu nitamkoleza, akikolea tu na mtupa huko. Dereva akacheka sana, ila ghafla sura ikabadilika. Anaangalia kwa umakini, anaanza kuita, Ugoma, unafanya nini hapa? Mrembo akapita zake huyo na kuondoka. Bosi akauliza, unamjua huyu Mazi au? Dereva akamjibu, we vipi, unaniuliza namjua? Huyu ni dada yangu, anaitwa Ugoma, yule mdogo wangu wa chuo niliokuwa nakwambia namlipia ada. Hapo sasa kisanga kimetokea. Ukisikia mbwa kala mbwa, ndo hii sasa, mbwa amekula mbwa. Bosi amepita na dada wa dereva wake. Ugomvi ukaja kuwa mkubwa huku ndani. Sasa wanalaumiana. Dereva anauliza, hivi wewe jamaa, kwani lazima ulale na kila mwanamke wa hapa mjini? Bosi na yeye anarudisha mashambulizi. Sio hivyo. Wewe mwenyewe lakini si ulisema huyu mwanamke lazima tuchape. Mimi nimechapa, hasa unanilaumu vipi? Sasa kwani mimi nilijua kama unamzungumzia dada yangu? Bosi na yeye anamjibu, mimi mwenyewe sikujua kama ni dada yako. Ningefanyaje sasa? Hii noma sana. Bosi mfuga kuku amekula kuku na mayai yake. Mrembo Ugoma akarudi magetoni kwake, analia sana. Anajiona mchafu sana. Anamlaumu mpaka kaka yake, inakuaje na yeye anachangia ujinga wa bosi wake. Ilipofika usiku, dereva akaenda nyumbani kwa dada yake, anajaribu kuongea naye, ila ikashindikana kabisa. Dada hataki kumuona hadi kaka yake. Kwanza kabisa anaona aibu, maana mambo yote bosi aliyaweka hadharani. Sasa kadiri siku zilivyozidi kwenda, Peter anajikuta anaanza kummisi bibia Ugoma. Jamaa akaichukua t-shirt aliyokuwa amevaa mrembo siku ya mapenzi yao, anainusa ili mradi tu haikumbuke hata ile harufu yake, ila wapi. Namna fulani hivi feelings za kujali zinaanza kumjia Peter. Dereva akapambana sana mpaka akapata nafasi ya kukutana na dada yake. Akamuomba msamaha kwa majanga aliyotokea. Dada alikuwa amekasirika kinoma, kwa hivyo akamsamehe tu kwa shingo upande. Jamaa akaondoka hapa, ila akijiambia mwenyewe, lazima nitarudi siku nyingine ukipoapoa hivi ili tulizungumze hili swala. Sasa huku nyumbani mademu wengine wa Peter wakawa wanakuja, ila Peter anawafukuza, hataki kabisa kufanya nao chochote kile. Hii hali ikawa inamshangaza sana dereva wake, hivyo akawa amemuuliza, bosi, vipi huyu wa leo aupigi au vipi? Bosi akamjibu, yani unajua bana, kwa kweli sijisikii kabisa, namwaza Ugoma tu, sijui hata atakuwa na hali gani huko. Siku iliyofuata demu mwingine naye akaja, ila Peter akamfukuza na akamwambia, usirudi tena hapa, maana moyo wangu umeanza kumpenda mwanamke mwingine. Baada ya kumfukuza huyu bibie, bosi akamwambia dereva wake, hebu njoo ndani huko, kuna vitu nataka tuongee. Sasa alipofika akamwambia, bro, nahitaji kuonana na dada yako, sasa hivi niko serious eti. Dereva akacheka sana. Bosi, sister ujua amemind sana lile jambo, alafu wewe unataka kwenda kuonana naye, utamwambia nini? Bosi akamwambia, bro, niko serious na hizi, naona kabisa nampenda dada yako, yani nampenda sana, nahitaji kumuona japo tu niongee naye. Bosi akajieleza sana kuwa sasa hivi ameachana na mambo ya ukalumanzila, anampenda Ugoma. Basi dereva na yeye hakuwa na iana, akamruhusu aende kujaribu zali lake la kurudisha penzi. Siku iliyofuata Peter akaenda nyumbani kwa Ugoma, akagonga sana mlango. Mrembo akatoka, jamaa akaanza kujieleza pale huku anaomba msamaha. Mrembo akamwambia, Peter, umeniumiza sana na sikutegemea kama wewe na kaka yangu mngeweza kunifanyia kitu cha ajabu namna hii. Peter akazidi kujieleza. Mrembo akamwambia, nisubiri kwanza hapo, usitoke, kuna kitu nakuletea. Bibia akaingia ndani. Alipotoka, si akatoka na beseni la maji, akamwagia mchizi, halafu akamwambia, ukiendelea kunifuatafuata, maji yajayo nitakuwa nimeyachemsha kabisa ili ubabuke na hiyo ngozi yako. Lakini Peter hakuishia hapo, akamfuata mpaka Beatrice kumuomba akamwombea msamaha kwa rafiki yake. Na kweli Beatrice alipofika magetoni akaenda kumwombea msamaha Peter. Wakati mrembo anaongea na rafiki yake, Peter kumbe amefika huku nje. Jamaa akagonga mlango, ila warembo hawafungui. Jamaa si ndo akaanza kuropoka hapo nje, majirani, naombeni mnisaidie, naombeni kabisa mnisaidie jamani, nampenda huyu mwanamke na naomba mniombee msamaha kwake, nampenda sana Ugoma, nampenda, mimi nampenda, tafadhali nisaidieni. Mapenzi yamemkamata playboy. Jamaa anamfuata mrembo mahali popote anapokuwa, anamuomba msamaha na pia anamwambia namna gani anavyompenda. Peter mahaba ilipomzidi nguvu, jamaa akawa anajifungia ndani tu muda wote, amelikumbatia shati la Ugoma. Dereva wake anamsanua,
bosi, muda wa kula chakula vipi? Lakini jamaa hasikii hamu ya kula, anataka ugoma tu. Unajua, hiki ndicho kinachonichanganya kuhusu mapenzi. Yakikutenda tu unakosa hamu ya kula, unakosa hamu ya kuoga, mara usikie hamu ya kufanya kazi. Yaani unachanganyikiwa tu. Sijui haya mapenzi yametiwa vitu gani. Sielewi. Sasa dereva akaona huyu jamaa asija kunifia humu ndani. Akaenda kwa dada yake, akamueleza namna gani bosi wake anavyoumia moyo kule nyumbani. Anamwambia, mimi ni kaka yako, najua wanaume jinsi tulivyo, lakini huyu bosi wangu, naona kabisa anakupenda. Tena sasa hivi ndo anakupenda zaidi. Hajawahi kuwa hivi kwa wanawake wengine, ila wewe tu. Nakuomba dadangu, nimrudisha moyo nyuma basi. Sasa usiku ulipofika, mrembo akatulia kitandani hapo, akajifikiria akaona anyway, ngoja nimsamehe tu mchizi. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, mrembo akaenda nyumbani kwa Peter. Anamkuta jamaa amelala sebuleni hapo, mkononi ameshika kamnyweso. Akamwamsha. Peter akashangaa sana, ugoma umekuja? Jamani. Jamaa akaomba tena msamaha kwa mara nyingine, na mrembo akamwambia, nimekusamehe baby, nimekupa nafasi nyingine, ila tafadhali usiuchezee moyo wangu. Jamaa akaona hilo tu halina shida, akaurukia mdomo wa bibie. Busu likapigwa hapo. Dereva anachungulia tu hapo pembeni, huku anajisemea mwenyewe, bosi, jiandae kulipa mahali jamani. Basi ugoma na Peter mapenzi yao ya kweli yakaanzia hapo. Wagwan. Naomba usiache kuweka komenti yako hapo chini, na pia kulike video yetu. Till next time, chao.